Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza ule mstari wa 14 tunaona kanisa la kwanza mitume walikwendaje. Biblia yangu inasema hawa wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali pamoja na wanawake na Mariam mama yake Yesu na ndugu zake. Biblia inaniambia mitume baada ya kuachwa na Yesu, baada ya Yesu kupaa, walipanda katika eneo ambalo walijiwekea utamaduni wa ibada. Wakati wanarudi Yerusalemu, moja ya kitu ambacho walikifanya ni utamaduni wa kudumu katika maombi, utamaduni wa kukaa katika eneo la kumtafakari Bwana. Hapa Biblia inaniambia hawa wote walikuwa wakidumu katika moyo mmoja, katika kusali, katika kumwomba Bwana, katika kumtafakari Mungu, wanadumu katika maombi. Na ndiyo maana sasa kitendo cha tabia ya ibada, kitendo cha tabia ya kumwabudu Bwana kila wakati, ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 2 ule mstari wa 1 na kuendelea pale mpaka mstari wa 4, tunaona kushuka kwa Roho Mtakatifu, tunaona uvuvio wa nguvu ya Mungu inashuka juu yao. Nikwambie, ninajua ninaongea na mtu ambaye anamtamani sana Yesu, anatamani miujiza ya Bwana. Wakati mwingine unaumwa, unatamani Mungu akuponye, unatamani Mungu adhihirike, utembee katika Roho, uone hata katika maombi yako Roho Mtakatifu anazungumza na wewe. Jiwekee utamaduni wa ibada kila wakati, hakuna siri nyingine. Safiri sana kutafuta mafuta ya upako, safiri sana, utembea sana na picha za wahubiri kwenye begi lako, lakini dawa pekee ya kukutanisha na Bwana, dawa pekee ya kumwona Bwana ni utamaduni wa ibada kila wakati. Moyo wako ukiuzoeza kusema na Bwana kila wakati, roho yako ikizoea utamaduni wa kuzungumza na Bwana kila wakati, Roho Mtakatifu atakuwa ni rafiki yako. Roho Mtakatifu atafanya makao ndani yako. Sahau kukutana na Mungu katika mazingira ambayo wewe hauna utamaduni wa ibada. Na kuna mambo mawili niseme ambayo yanaweza yakakusaidia kuinua roho ya ibada katika maisha yako. Jambo la kwanza ni tabia ya kuamini kwamba Mungu anatutazama. Mahala popote unapokwenda, eneo lolote unaloliendea, macho ya Bwana yanakutazama. Ukisoma kitabu cha Zaburi ya 33 ule mstari wa 15, Biblia inasema tazama, jicho la Bwana liko hao wamchao, wazingojeao fadhili zake. Tazama, jicho la Bwana liko hao wamchao, wazingojeao fadhili zake. Naomba nikwambie mtumishi wa Bwana, kitendo cha kujua kwamba ninapoabudu Mungu ananitazama, kitendo cha kujua ninapokwenda kanisani Mungu ananitazama, kitendo cha kuamini jambo lolote ninalolifanya Mungu ananitazama, kitanisaidia kujitengeneza utamaduni wa ibada kila wakati. Kuna watu ambao wanaamini kwamba wakati ambapo mchungaji wake hayupo, mwinjilisti hayupo, kiongozi wa kanisa hayupo, ana uhuru wa kufanya lolote. Ni makosa makubwa sana kwako wewe unayetamani Mungu akusimamie, Mungu akutetee na Mungu adhihirike kwenye maisha yako. Lakini tunapogundua kwamba Mungu anatazama mahala popote ninapoenda, Mungu hawezi akazuiliwa na giza, Mungu hawezi akazuiliwa na usiku, Mungu hawezi akazuiliwa na umbali unaouendea. Mahala popote unapoenda, unapoamini kwamba Mungu anakutazama, tabia yako itabadilika, matendo yako yatabadilika. Vile vituko vya kumtukuza ibilisi katika maisha yako utaacha, maana ukiamini Mungu anakutazama, nakwambia tabia yako utaishepu sana. Haleluya, mwana wa Mungu. Katika Zaburi ya 34 ule mstari wa 15 pia anasema macho ya Bwana huelekea wenye haki na masikio yake ukielekea kilio chao. Haleluya. Watakatifu wa Bwana wanaoamini Mungu ananitazama wanadumu kwenye wokovu. Watumishi wa Mungu wanaojua Mungu ananiangalia, Mungu ananisikiliza, Mungu anatazama kilio changu, anasikiliza kilio changu, wanadumu kwenye wokovu. Ni kosa kubwa sana kufikiria kwamba Mungu haangalii, Mungu hasikii. Kudumu kwenye wokovu itakuwa ni tabu sana. Bwana asifiwe sana. Lakini ukiangalia kitabu cha Zaburi ya 63
Kuna maneno mazuri mtumishi wa Mungu anasema, Zaburi ya 63 ule mstari wa kwanza anasema hivi: E Bwana Mungu wangu, nitakutafuta mapema, nafsi yangu inakuonea kiu, mwili wangu wa kuonea shauku katika nchi kame na uchovu isiyo na maji. Haleluya, mwana wa Mungu. Jambo la pili ambalo linatumika kama kichocheo cha kusukuma moyo wa ibada, udumu katika ibada, ni kujua kwamba Mungu ana tabia ya kujificha, kwamba kama unamtafuta Bwana, kama unamtaka Bwana, jiwekee utamaduni wa kumtafuta. Anasema katika Isaya 55 ule mstari wa 6, mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni yeye maadamu yu karibu. Haleluya, mwana wa Mungu. Lakini pia ukisoma kitabu cha Mathayo sura ile ya 7 ule mstari wa 7 anasema, tafuteni, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Utamaduni wa kumtafuta Bwana kila wakati, utamaduni wa kumwomba Bwana kila wakati, na kuhakikishia kudumu kwenye wokovu itakuwa ni given. Kukaa na kumwona Bwana akiachilia mamlaka yake kwenye maisha yako ni rahisi sana. Mungu haji kwenye maisha yetu kwa miujiza peke yake. Wakati mwingine juhudi zetu, utayari wetu wa kutafuta uso wa Bwana, kujiwekea utamaduni wa kuomba kila wakati utatusaidia.